Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, ifuatayo ni kanuni ya baraka. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe waambie hivi, ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli. Mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo watakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabarikia. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya siku 59 ya kuombea amani duniani tarehe mosi Januari 2026 unanogeshwa na kauli mbiu amani iwe nanyi nyote, kuelekea amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha. Hii pia ni sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu. Itakumbukwa kwamba Mama Kanisa tarehe mosi Januari ya kila mwaka anaadhimisha sherehe ya Bikira Maria mama wa Mungu kwa lugha ya Kigiriki Theotokos, kwa Kilatini Dei Para au Dei Genitrix. Kiri ya imani kwa Bikira Maria mama wa Mungu na Bikira Maria mama wa Kristo ni mfano bora wa kuigwa katika kulinda na kudumisha imani inayomwilishwa katika ushuhuda. Ilikuwa ni tarehe 26 Juni mwaka 431 katika maadhimisho ya mtaguso wa Efeso, mababa wa kanisa walipotamka kwamba yule ambaye Bikira Maria amemchukua mimba kama mtu na ambaye amekuwa ni mwana wake kadiri ya mwili ndiye mwana wa milele wa Baba, nafsi ya pili ya fumbo la Utatu Mtakatifu. Kanisa linaungama kwamba kweli Bikira Maria ni mama wa Mungu, yaani Theotokosi. Hiki ndicho kiini cha taalimungu na ibada kwa Bikira Maria, kwa sababu mhusika mkuu ni Mwenyezi Mungu. Katika Agano Jipya, Bikira Maria anatambulikana kuwa ni mama wa Yesu. Tangu mwanzo kanisa lilimtambua Bikira Maria kuwa ni mama wa Mungu, lakini kiri hii ya imani ikaendelezwa na kufikia kilele chake kwenye mtaguso wa Efeso wa mwaka 431 ili kukabiliana na changamoto zilizoibuliwa na wazushi wa nyakati zile waliokuwa wanapinga umungu wa Kristo. Mtaguso wa Efeso ukaweka mafundisho haya kuwa ni sehemu ya kanuni ya imani, muhtasari wa mafundisho makuu ya kanisa. Kristo Yesu alitungwa mimba tumboni mwa Bikira Maria kwa nguvu ya Roho Mtakatifu. Kumbe Kristo Yesu ni Mungu kweli na mtu kweli. Katika karne ya 3 kulizuka mgogoro kuhusu umungu wa Kristo na ubinadamu wake. Mtaguso wa Efeso ulifafanua kwa kina na mapana kuhusu imani ya kanisa na kwamba Bikira Maria ni mama wa Mungu. Waamini wa Efeso wakashangilia sana, na huo ukawa ni mwanzo wa kukua na kuendelea kuimarika kwa ibada kwa Bikira Maria mama wa Mungu tangu wakati huo hadi nyakati hizi. Bikira Maria ni mama pia wa maisha ya kiroho kama alivyofafanua Mtakatifu Agostino, askofu na mwalimu wa kanisa. Bikira Maria alitekeleza mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yake, akawa ni zaidi ya mfuasi wa Kristo Yesu kwa sababu alikuwa kwanza kabisa ni mama wa Kristo. Huu ni uhusiano wa ndani kabisa uliojengeka kati ya Bikira Maria na Kristo Yesu kutokana na imani thabiti ya Bikira Maria. Bikira Maria mama wa Mungu ni cheo kikubwa kutokana na upendeleo na neema aliyopata kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Hiki ni kiini cha imani ya kanisa. Bikira Maria mama wa Mungu, kama anavyofafanuliwa kwenye maandiko matakatifu, anapaswa kuwa ni kiungo cha umoja na mshikamano miongoni mwa Wakristo, na kamwe asiwe ni sababu ya mipasuko, kinzani, migawanyiko na utengano. Mama Maria ndiye aliyemzaa Yesu, tumshangilie leo, tumshangilie mama wa Mungu, mama Maria, mama mtakatifu, tumshangilie leo, mama Maria mnyenyekevu, tumshangilie sifa zake, mama Maria, mama Maria ni mfano wa utakatifu. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, siku ya kuombea amani duniani ilianzishwa na Mtakatifu Paulo wa Sita tarehe mosi Januari mwaka 1968. Mtakatifu Yohane wa 23 katika wasia wake wa kitume Pacem in Terris, yaani amani duniani, kuhusu kuimarisha amani kati ya watu wote katika ukweli, haki, upendo na uhuru, anasema amani ya kweli inafumbatwa katika ukweli, haki, upendo na uhuru. Naye Mtakatifu Paulo wa Sita anasema amani ni jina jipya la maendeleo endelevu na fungamani ya kibinadamu. Kumbe kuna haja ya kukuza na kudumisha utamaduni wa kuheshimu haki msingi za binadamu, na kwamba kila mtu anapaswa kuwajibika ili kujenga na kuimarisha mafungamano ya kijamii pamoja na mahusiano na Mwenyezi Mungu. Waamini na watu wote wenye mapenzi mema wanapaswa kutangaza
na kushuhudia Injili ya amani duniani kwa kuzingatia utu, heshima ya binadamu na haki zake msingi. Ujumbe wa Baba Mtakatifu kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya kuombea amani duniani hutumwa kwa wakuu wa nchi na jumuiya ya kimataifa. Ujumbe huu huonesha dira na mwelekeo wa utendaji wa shughuli za kidiplomasia zitakazotekelezwa na Vatikani katika kipindi cha mwaka mzima. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, amani kama tunda la haki linamtazama mwanadamu katika ujumla wake, kiroho, kimwili, kisiasa, kiuchumi na hata kitamaduni, na kwamba mwanadamu anapaswa kupata haki yake msingi katika hayo, ile haki ya kuzaliwa nayo. Kinyume cha hapo, tayari mwanadamu anakosa haki yake ya msingi, na ndiyo chanzo cha vurugo na kinzani katika ulimwengu mambo leo. Ni wazi kwamba binadamu anapokosa haki yake na utu wake unaposhindwa kuheshimiwa, hupandwa na jazba na kuchanganyikiwa na hata kuwa chanzo cha vurugo. Kunakuwa na tishio la amani mtu anapopewa baadhi tu ya yale anayopaswa kuyapata kama binadamu, pale hadhi yake inaposhindwa kuheshimiwa na kuthaminiwa, na pale maisha yake ya kiraia yasipoelekezwa kwenye ustawi, maendeleo na mafao ya wengi. Ulinzi wa ukuzaji wa haki za binadamu ni muhimu kwa ujenzi wa jamii yenye utulivu na amani na yenye maendeleo yaliyokamilika kwa kila mmoja, kwa kuwa watu wote kwa ujumla wao. Mtumishi wa Mungu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere katika hotuba yake ya tarehe 22 Oktoba mwaka 1987 kwenye mkutano mkuu wa 3 wa CCM alisema haya yafuatayo: kila kilichoundwa kisipotunzwa huharibika. Msingi wa amani ni haki, ama haki yenyewe kama ipo, au matumaini ya kujenga taifa lenye haki. Panapokuwa hapana haki wala imani ya matumaini ya kupata haki, hapawezi kuwa na amani na utulivu wa kisiasa. Hatima yake patazuka fujo, mapambano na utengano. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema siasa ina wajibu na inapaswa kuwa ni kwa ajili ya ujenzi wa haki na amani jamii. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya siku ya 59 ya kuombea amani duniani tarehe 1 Januari mwaka 2026 unanogeshwa na kauli mbiu amani iwe nanyi nyote, kuelekea amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha. Takwimu zinaonyesha kwamba gharama za manunuzi ya silaha zimeongezeka kwa asilimia 9.4 ikilinganishwa na kipindi cha mwaka 2024. Kiwango hiki ni sawa na dola za Kimarekani bilioni 2,718, sawa na asilimia 2.5 ya pato ghafi la ulimwengu. Ndiyo maana Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika viongozi wakuu wa jumuiya ya kimataifa kujikita katika kuelekea kwenye amani isiyo na silaha inayopokonya silaha. Hii ni amani inayopata chimbuko lake kutoka kwa Kristo mfufuka. Changamoto kwa wafuasi wa Kristo kuwa ni vyombo na mashuhuda wa haki, amani na maridhiano. Amani ni mchakato, ni safari na mwanga wa mapito katika maisha. Amani ni zawadi kutoka kwa Kristo Yesu. Amani na waacheni, amani yangu na wapa, ni wapavyo mimi, si kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiwe na woga. Hata katika hali ya kutisha, Kristo Yesu alimwambia Mtume Petro, rudisha upanga wako alani mwake. Tumaini kwa wote wenye kukuamini, tulizo la wenye kukata tamaa. Nami nakuja, ninakuomba unitendee vivyo. Ndugu msikilizaji wa redio Vatikani, amani ni ukweli unaopaswa kumwilishwa katika maisha. Mabilioni ya dola za Kimarekani yanayotumika kununulia silaha yangeweza kusaidia kuboresha maisha ya watu wengi duniani. Kumbe kuna haja ya kuzuia ukatili wa vita, kwa sababu maendeleo ya silaha za kisayansi yameongeza sana ubaya na ukatili wa vita. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anaitaka jumuiya ya kimataifa kujielekeza katika amani inayopokonya silaha, amani inayosimikwa katika tunu msingi za kiinjili kwa kuheshimiana, kuthaminiana,
pamoja na kushirikiana. Huu ni mwaliko wa kujikita katika majadiliano yanayosimikwa katika ukweli na wazi, na kwamba amani si swala la kufikirika tu, bali ni jambo linalosimikwa katika maelewano na utekelezaji wa majukumu yanayofikiwa. Ni amana inayosimikwa katika diplomasia, majadiliano, kanuni na sheria za kimataifa, kwa kuimarisha taasisi za kimataifa katika utekelezaji wa majukumu yake. Haki, amani, utu na heshima ya binadamu ni mambo yanayopaswa kupewa kipaumbele cha pekee ili kurejesha tena Injili ya matumaini kwa wale waliovunjika na kupondeka moyo. Binadamu wajifunze kusaidiana. Ujumbe wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 katika maadhimisho ya siku ya 59 ya kuombea amani duniani tarehe mosi Januari 2026 unanogeshwa na kauli mbiu amani iwe nanyi nyote, kuelekea amani isiyo na silaha na inayopokonya silaha. Naomba nithubutu kusema kwamba Watanzania wengi hawashabiki haki, sio wadau wa haki. Watanzania wengi kwa ujinga, kwa kurubuniwa au kwa vinginevyo au wanajidai kuwa wadau wa amani. Sina ugomvi na mtu yeyote anayepigania amani, lakini nikuambie kwamba kwa hakika huwezi ukawa na amani bila haki. Amani na haki ni vitu viwili vinavyotegemezana. Amani na haki ni zawadi, wasifu unaofungamana na Kristu Mwokozi. Kwa hiyo ewe Mkristu, ewe Mtanzania, kama unataka kujigamba kuwa mtu wa amani, jitose upiganie haki. Kutoka studio za Radio Vatikani Kamakawa ni mtoto wa mkulima, Padre Richard Mjigwa.